Yes, kwenye fursa classes leo tunaenda kuangalia swala zima la akili. Najua kwamba watu wengi tunafanya mambo mbalimbali na haya mambo ambayo tunayafanya, uwepo wa akili ni kitu cha msingi sana ili tuweze kuyafanikisha. Na akili inahitajika kwa mtu yeyote katika ulimwengu. Si kwa mtoto, si kwa mtu mzima, si kwa mzee. Akili ndio kitu kinachotuongoza katika kufanya mambo mbalimbali kwa usahihi. Tunaposema akili maana yake ni uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuelewa, uwezo wa kukumbuka, kupanga, kutatua matatizo, kufanya maamuzi sahihi, kujifunza mambo mapya, kuchambua au kubuni mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunapima hivyo vitu, tunasema huyu mtu ana akili au hana. Sasa hizi akili zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kwa mfano hapa tuna makundi 5 ya akili ambayo tumeyachambua. Tuna intelligence quotient IQ ambayo watu wengi ndio wanaifahamu, na mtu anapoambiwa ana akili watu wengi tunazingatia sana hichi kipengele cha IQ. Sasa hii akili ni ya muhimu sana na ni ya msingi na inatofautiana kulingana na watu, kulingana na ukubwa wa mtu na kadhalika. Lakini akili hii sio ndio akili toshelevu ambayo unatakiwa uwe nayo ili wewe uweze kuishi katika haya maisha. Mbali ya kuangalia hii akili ya IQ ambayo yenyewe imejikita zaidi kwenye swala zima la tunamwangalia binadamu uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kuchambua mambo, uwezo wake wa kukumbuka, kutatua matatizo na kuelewa. Tunasema yes, huyu mtu ni very bright. Huyu hapana, huyu hapa uelewa wake uko chini, huyu hivi na hivi na hivi. Na kwa sababu akili hii mara nyingi tunaipima kwa namba, ni yale matokeo ambayo tunayaangalia darasani na kadhalika, si kigezo pekee ambacho tunaweza tukasema huyu binadamu anatosha kuwa tuna IQ akose akili nyingine. Tuna akili ambayo tunaiona pale chini ni emotional quotient, lakini pia kuna akili nyingine au uwezo mwingine pale chini tunaona ni social quotient, na mbali na hivyo tuna adaptability quotient pamoja na artificial quotient au tunasema artificial intelligence, akili mnemba hiyo. Sasa tuache mbali hii IQ ambayo kila mtu anatofautiana nayo kulingana na genes, kulingana na malezi aliyokulia, mazingira na kadhalika. Leo nilikuwa napenda tuzungumzie zaidi kuhusiana na swala zima la emotional intelligence au tunaweza tukasema emotional quotient EQ. Hii akili ni ya msingi sana kuwa nayo katika kufanya mambo mbalimbali. Ni akili ambayo inahitajika kwenye swala zima la biashara. Ni akili ambayo inahitajika kwenye swala zima la kujiongoza wewe mwenyewe. Ni akili ambayo inahitajika kwenye swala zima la uongozi na kadhalika. Tunaposema emotional quotient ni uwezo wa wewe kutambua, kuelewa, kudhibiti hisia zako pamoja na za wengine. Lazima ujitambue. Wewe ni nani? Na upo kwa malengo gani? Na unatakiwa ufanye nini? Lakini mbali na hivyo, lazima uwe na uwezo wa kudhibiti hisia. Tunapozungumzia hisia ni yale mambo ambayo yanakuwa yanatokea kutokana na vitu mbalimbali. Inawezekana unakasirika, unafanyaje kutokana na hayo mambo. Sasa utakaposhindwa kudhibiti hisia zako, maana yake moja kwa moja kuna hatari kubwa sana ya wewe kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Lakini pia lazima uwe na uwezo wa kujali hisia za wengine. Kuna watu wako vizuri sana darasani, wanapata A, wanachambua mambo vizuri, wanatatua matatizo mbalimbali, lakini tukija kwenye swala zima la kujali hisia za watu wengine ni kitu ambacho kinashindikana. Kwa hiyo tukisema kwamba wewe una emotional intelligence iko vizuri, lazima uwe na uwezo wa kujali hisia za wengine. Inawezekana unasema mambo yako, unasema vitu vyako, unafanya vitu vyako. How do you feel about others? Unawafikiriaje wengine? Watajisikiaje endapo utakapofanya jambo hili?
lazima uwe na huo uwezo wa kujali hisia za wengine. Lazima uchambue, uangalie hiki kitu nikikifanya kina madhara yote kwangu na kwa wengine. Sio tu ujiangalie wewe, tunasema ule ubinafsi. Yawezekana umempa mwanao shilingi 1000 akatumie shule. Kuna watoto wengine ambao hawana uwezo hata kupata shilingi 50. Hivi ushamtengenezea huyo mtoto uwezo wa kumwambia kwamba hiyo shilingi 1000 ukiwa unatumia usitumie peke yako, kwa sababu kuna wenzako wakikuona pale watajisikia hivi na hivi na hivi na hivi. Unatakiwa uwape hisia ya kujali hisia za watu wengine, ni kitu cha msingi sana. Lakini pia kwenye emotional intelligence hapa tunaangalia uwezo wa wewe kujipa moyo katika vipindi vigumu. How you are, upo vipi kuhusiana na matatizo mbalimbali ambayo yanakukabili, unayekutana nayo, na namna gani ambavyo unavyoyachukulia hayo matatizo. Lazima uwe na uwezo wa kujipa moyo hata kama unapitia changamoto za namna gani, kwa sababu changamoto ni miongoni mwa vitu ambavyo binadamu hawezi kuvikwepa kwenye haya maisha. Kwa hiyo hata wewe, hata mwanao, hata nani, lazima uwe na mtengeneza awe na ile emotional intelligence kwamba anapokutana na magumu asikate tamaa. Lakini pia unatakiwa uwe na uwezo wa kuishi na watu. Tunasema ile social skills. Kuna watu wako vizuri darasani, tumesema IQ ziko vizuri, lakini huyu mtu ukimwangalia swala zima la kujitambua hakuna. Swala zima la kudhibiti hisia, anapopata hasira ndio yule ambaye anatukana, anapiga watu vibaya na kadhalika. Swala zima la kujali wengine yeye hana. Swala zima la kujipa moyo anapopata matatizo mbalimbali analikosa. Lakini pia swala zima la kuishi na watu vizuri kwake ni changamoto. Kwa hiyo tusiangalie tu ile IQ ya darasani, lazima pia tuangalie na emotional quotient. Tukiwa tunalea watoto wetu, lazima tuwatengeneze kwenye kipengele kizima cha emotional quotient. Tusiangalie tu mtoto amepata A, amepata B, amepata C, lakini swala zima ukimleta mtoto huyu kwenye jamii, hajitambui, hawezi kusalimia, haheshimu watu, hawezi kudhibiti hisia, amejua tu gari lake anaanza kutukana watu vibaya, anaanza kupiga vitu ovyo. Tunasema huyu mtoto hana emotional intelligence nzuri. Lakini pia tunaangalia swala zima la kujali wengine. Inawezekana mtoto unamlea vizuri, unampa kila kitu, lakini ukiangalia upande wa kujali watoto wengine hawezi. Mtoto mzee ameanguka pale, anashindwa hata kumwambia pole, anashindwa hata kumsaidia kufanyaje na kadhalika. Kwa hiyo hizi akili ni za msingi sana kuwa nazo. Lakini kuna akili nyingine hapo ambayo ni social skills au tunasema social quotient. Ni akili ambayo kila binadamu anatakiwa awe nayo. Kuishi na watu. Namna gani ambavyo unaweza ukaishi na watu tofauti. Hata kama unatofautiana nao imani, hata kama unatofautiana nao kabila, hata kama unatofautiana nao vitu vingi tu. How can you socialize? Namna gani ambavyo unaweza ukasocialize ili muweze kuishi vizuri, ili muweze kuwasiliana vizuri, na mwisho wa siku muweze kujenga mahusiano mazuri na yaliyokuwa imara. Kwa hiyo hii akili ni muhimu sana kuwa nayo. Lakini kuna akili nyingine hapa tunasema adaptability quotient. Ni ule uwezo wa kuyakubali mambo yatakayotokea. Sasa kuna watu wanakosa sana hii akili. Katika ulimwengu tunasema hakuna kitu ambacho ni permanent. Chochote kinaweza kikatokea. Leo hii una nyumba, inawezekana kesho kaamka ile nyumba haipo, imeungua, imepata majanga mbalimbali. Leo hii una mzazi, inawezekana kesho kaamka yule mzazi hayupo na kadhalika. Leo hii una afya, lakini kesho pia unaweza kaamka ukakosa ile afya. Sasa ni namna gani ambavyo wewe una uwezo wa kuyaadapt mambo? Inawezekana leo unafanya kazi Dar es Salaam, kesho umeamka asubuhi umekutana na barua inakutaka uende Mwanza. How can you adapt? Unayachukuliaje mambo? Lazima ujitengenezee uwezo wa kuyakubali mambo kwamba yanaweza yakabadilika wakati wowote, na lazima utengeneze uwezo namna gani ambavyo unaweza ukakabiliana nayo. Adaptability quotient.
uwezo wa kuzoea mabadiliko. Mabadiliko haya yanaweza yakawa mazingira, changamoto, lakini mwisho wa siku lazima uwe na uwezo wa kufanya marekebisho. Kitu kikishatokea, kimeshatokea. Kwa hiyo lazima uwe na ile akili ya kuona namna gani ambavyo unaweza ukasolve hilo tatizo. Na mwisho kabisa ni artificial quotient. Hii ni akili bandia, wanasema akili mnemba. Yes. Sasa hivi tupo kwenye zama za sayansi na teknolojia. Mambo yamebadilika. Kuna baadhi ya mambo maroboti wanaweza kuyafanya, mfano masuala ya solving, masuala ya maswali na kadhalika. Unaweza ukaitumia hii akili pia kwa ajili ya kuboresha vitu vyako mbalimbali, lakini ndio usililai sana katika kutumia hizo akili. Hebu pambana na hizi akili 4 hapa. Ni za msingi sana katika kufanya mambo yako mbalimbali. Kwa hiyo leo Fursa Classes tulikuwa tunaenda kuangalia zile aina za akili ambazo binadamu anatakiwa awe nazo na aweze kufanya mambo yake kwa usahihi vizuri. Tunasema Fursa Classes, empowering minds for a better future. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube, lakini pia usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook kwa jina la Fursa Classes. Lakini pia kama unahitaji madarasa mbalimbali yanayohusiana na masuala mazima ya personal development, biashara, elimu ya fedha na uwekezaji, kompyuta na kadhalika, usiache kufika darasani kwetu au ukatutafuta kwenye namba zetu za simu kwa ajili ya kufanya booking na kadhalika. Karibuni sana.